Tunataka tuijenge nchi kwa kusikiliza mawazo yenu kama hivi mnavyotoa. Na ndio maana niko hapa kusikiliza hoja zenu. Asante waziri kwa kutembelea, kwa sababu tuna mengi. Na hayo mengi tunashindwa kuyaongea kwa sababu tunaogopa. Kila siku watu wanabebwa majumbani, watu wanapotea, vijana bado hawajarejea majumbani mwao, wanaogopa. Risasi zinapigwa kila siku usiku, vijana wanapigwa usiku pasipokuwa na sababu. Kama amani imerejea, kwa nini risasi zinapigwa? Kwa nini vijana wanapigwa? Kwa nini bodaboda wanateseka? Kwa nini bado tunaendelea kuteseka? Amani yetu iko wapi? Uhuru wetu uko wapi? Na hapa nimeshika maliki bado naogopa kwamba labda kesho nisionekane. Tunaomba Rais Mama Samia Suluhu ndio rais wetu, tumekubali. Kwa hiyo tunaomba turejeshee amani yetu. Sio amani hii ya kutudanganya tu, mkishaondoka tunasikia tena nani kabebwa, nani kabebwa kachukuliwa. Yaani hatuelewi nini? Hatuelewi mpaka sasa hivi tunaishije. Sasa tunajipanga kuanzia tarehe 5 tukimbilie Malawi, tunaikimbia nchi yetu. Kwa nini tukimbie kama kuna amani? Kwa nini tukimbie kama kuna uhuru? Tunachoomba turejesheni amani, tumekubali, tuendelee kuishi kwenye miji yetu. Sio tukimbilie kama wakimbizi, tulishazoea kuona Kongo. Sio huku Tanzania ya maisha tujazoea. Tunaomba tufanye kazi kama kawaida, bodaboda waendelee. Kwa sababu hili swala mlivyosema mwisho saa 6, kuna mama alikuwa anajifungua uchungu umemkuta saa 7. Mimi nimemzalisha, shahidi huyo mama yupo. Sio kazi yangu. Nesi anapigiwa anasema anaogopa. Bodaboda anaogopa, dereva taxi anaogopa. Nani amzalishe huyo mama? Mmepanga muda mwisho saa 6. Uchungu umemkuta saa 7. Hospitali tunaenda wapi sasa? Kwa hiyo mimi ninachomwomba Mama Samia Suluhu aturejeshee amani yetu ya nchi. Tunampenda, ni mama yetu. Kama rais alifanikiwa kugawa pikipiki kwa wana CCM wote kata zote, kwa nini zile pikipiki asigawe kwa vijana kwenye vijiwe? Akatoa malengo ya 3. Nchi nzima hii rais kagawa pikipiki. Haya, kata ya Itunge kuna pikipiki, kata ya Mikoroshini kuna pikipiki. Zile pikipiki zingeenda kwa kufikia namba kusema Mikoroshini, vijana Mikoroshini tumewapa pikipiki 2, mtaweka 3 kama Baba Levo alivyofanya kule, tuone kama vijana wangeandamana. Hakuna kitu kama hicho. Haya, sasa hivi nyie serikali mnachokifanya, mnaenda China, mnatuchukulia watu wa mabonanza, mnawaleta Tanzania, mnaacha kwenda kuwachukua watu, waleta kuweka hata viwanda vya matairi, bodaboda tununua matairi kwa bei ndogo, nyie mnaenda kuleta watu sisi wa mabonanza. Si mabonanza ya nini hapa Tanzania? Hatuna shida na mabonanza. Serikali imeshinda kwa ajili vijana wote. Vijana wote mmeshinda kwa ajili. Basi nendeni China mnakoenda, mkachukua wale watu wanaohusika na viwanda vya matairi, mwambieni tumekupa eneo hili bure, tengeneza kiwanda, watu ajili. Kwenye swala la bodaboda. Haya, bodaboda mnawapiga vita, mnasema bodaboda ndio walioandamana, bodaboda ndio waliochoma CCM. Sasa hivi hapa Tanzania, hapa Kiela, wala maeneo mengine, sisi mwisho kulala saa 6. Tunashinda kujiachia. Kuna watu wengine tunataka kufanya kazi mpaka usiku, hatufanyi. Fimbo juu, viboko. Na viboko vingi. Kulala mwisho saa 6, hakuna kutembea zaidi hapo. Kwani Tanzania nzima hii wote mnaishia saa 6 kulala? Vijana wanachokidai wanakijua. Hata nyie serikali mnakijua. Vijana kusema wanadai kitu fulani. Sasa hili kisitokee kila kitu kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Inabidi viongozi mtoke hadharani, muongee kama anavyoongea waziri mkuu sasa hivi. Anatoka hadharani anaongea. Tunaomba waziri wa vijana, wewe ni mwenzetu. Sisi sasa hivi wote tunachukulia kama watu wengine wanasema kama hii swala la utekaji. Kama mimi nilipoongea hapa naanza kuwa na wasiwasi. Bwana wakina Heche ni watu wakubwa. Wanaongea, wana ulinzi, ila bado wanachukuliwa, wanatekwa. Sasa sisi ambao tuna ulinzi tunategemea kutembea kwa mguu kwenda nyumbani, sisi tunachukuliwa kama nyanya tu, tunaokota kupap, umeondoka. Taasisi ya bodaboda, kama kuna mtu mhalifu ambaye ameingia kufanya uhalifu, hata jeshi la polisi wako wahalifu, hata wafanya biashara wa maduka wako wahalifu, isichukuliwe taasisi. Wewe kama waziri wetu tunajivunia sana na tunamshukuru sana mama yetu kutuchagulia kijana ambaye tunajua utaenda kutusimamia. Swala la taasisi ya bodaboda, kama kuna mtu mhalifu achukuliwe yeye, kama ambavyo wizara taasisi zingine ziko hivyo. Hata kule wizarani mbona kuna watu wanakiuka, rais anawaondoa na waweka wengine. Isichukuliwe kwamba bodaboda ni waharibifu, na sisemi kwa ajili ya Kera, nasema kwa niaba ya Tanzania nzima. Tuwe na urafiki na mheshimiwa waziri, huku ndo kuna vijana. Sisi kama nchi ni kama mwanadamu, huwa anakuwa kwa umri.
na mwanadamu yote huwa anajifunza, na Waswahili wana msemo wao, wanasema ukianguka usiangalie ulipoanguka, angalia ulipofanya nini, ulipojikwaa. Kwa yako mambo ambayo mmezungumza hapa ambayo sisi kama serikali tunaamini kabisa yanahitaji kufanywa kazi. Lakini tangu nimeanza ziara hii hakuna mkutano wote nimeufanyia ndani ya ukumbi wote ule. Kwa nini nafanya hivyo? Nataka nipate mawazo halisi ya vijana wa Tanzania. Kwa sababu wakati mwingine unapofanya mikutano kule ofisini au kwenye ukumbi, unaweza ukajaziwa watu 2000. Lakini wote wanaojaa pale hawana mawazo mbadala. Wote wanakuja kwa ajili ya kusifia na kwa ajili ya kushangilia. Tunataka tuijenge nchi kwa kusikiliza mawazo yenu kama hivi mnavyotoa. Na ndio maana niko hapa kusikiliza hoja zenu. Na Mheshimiwa Rais amesema anataka kujua vijana wa Tanzania wakifanyiwa jambo gani wataona kwamba wao wametengenezewa mazingira mazuri kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Kuanzia leo, kama ambavyo nimeanza kutangaza kuanzia asubuhi, kuanzia leo mnaruhusiwa kufanya biashara masaa 24.